Habari yako mtazamaji wa VIP Online TV. Uko na host wako Ananita Mu Mendes. Niko hapa kukuelezea juu ya event ambayo itafanyika tarehe 1 mwezi wa 6. Sehemu na mahara ambapo itafanyika hiyo event. Tuko naye hapa madam ambaye atatuelezea kwa nini anafanya hiyo event na hiyo event itafanyika wapi. Habari yako madam? Safi tu, habari. Habari yangu mimi njema. Sijui madam unaweza kaambia watazamaji wangu naitwa nani? Okay. Mimi kwa majina naitwa Loveness Emmanuel Mgonja ama Loveness Brainwave ama Mtora Gift ama Fanta. Hayo ni majina yangu kwa baadhi ya watu ambao wananifahamu. Mimi ninajishughulisha au ninajihusisha na masuala ya ushauri kwa mabinti na vijana ambao hawajaingia kwenye ndoa na pia walioko kwenye ndoa changa. Mimi ni muumini wa ndoa nzuri, ndoa zenye afya, lakini pia ni muumini wa kuamini kwamba Mungu ana mtu wa kila mtu. Kwa hiyo mara nyingi nimekuwa nikizungumza na mabinti juu ya kupata mwenza sahihi, namna ya kupata mwenza sahihi, namna ya kuishi maisha ambayo yatawafanya waje kuwa wake bora na mama bora wa familia. Okay, unaweza kutuambia kwa nini umeamua kufanya hiyo event ndani ya huu mji wa Mtwara na... Okay. So Loveness Brainwave kama nilivyosema ni mtu ambaye anaamini sana katika mahusiano ya kweli na mapenzi ya kweli, lakini tuko kwenye dunia ambayo watu hawaamini kwanza kama kuna mapenzi ya kweli. Watu wanaamini either ni pesa au kupumua. Kwa hiyo hakuna kitu mapenzi, wakati tunachojua ni kwamba upendo ndio kitu ambacho kinatufanya tunaishi. Ukiacha chakula na hewa, tusipopendana ina maana tutauana, tutapigana. Kwanza wanasema familia ni mama, lakini pia wanasema kama ukitaka kuliendeleza taifa la baadaye muelimishe mwanamke. Kwa sababu gani? Tunaangamia kwa sababu tunakosa maarifa. Kama vile alivyo mtu anapata maarifa ya kuwasiliana, anapata maarifa ya kujua kuhusu pesa, kujua kuhusu sayansi, kujua kuhusu vitu vingine vingi, anahitaji pia kupata maarifa kujua kuhusu mahusiano na mapenzi. Sasa mwanamke mara nyingi ndio muhanga mkubwa, kwa sababu hata mentality ya mwanamke kwenye masuala ya mahusiano iko tofauti kabisa na mwanaume. Mwanaume anawazaga aoe, awe na familia na watoto. Mwanamke anaanza kuwaza harusi, aanze sherehe. Akifika kule awaze na jinsi ataishije kuna wakwe. Wanaume hawawazagi hivyo, wanawaza tu ni wewe mke wangu niweke ndani nizae watoto. Lakini mwanamke kwa sababu anakuwa na vitu vingi sana ambavyo anavifikiria kama mama, kama mke, kama wifi, kama shangazi, kama kila kitu kwenye jamii. Ndio maana nikaona nianze na wao, tuzungumze, waelewe nafasi yao hasa katika ndoa ni ipi, katika jamii ni ipi, na wanatazamwaje, na hata Mungu aliwatazamaje mpaka akawapatia majukumu ya kubeba familia. Madam sawa, nashukuru. Nafikiri wa Tanzania na watazamaji wa VIP Online watakuelewa zaidi. Sasa nilikuwa natamani kujua kitu kimoja. Unatoa vitu gani kwa vijana ambao wanaingia kwenye mahusiano kwa nyakati hizi sasa? Okay. Cha kwanza, mahusiano ni kitu kizuri sana. Niwe tu mkweli, kwa sababu hakuna ndoa bila mahusiano. Mara nyingi lazima kuwe kuna hatua, kila kitu kina process, kila kitu kina hatua. Kwa hiyo mahusiano ni hatua ya kuelekea kwenye ndoa. Ila kitu cha msingi ni kwamba usiingie kwenye mahusiano na mtu ambaye ukimwangalia humuoni kama utakuwa naye baada ya miaka 10. Kuna watu ambao wao nia yao ni kuchezea tu, ni kuharibu. Sio wanaume, sio wanawake. Yaani tumeshafika kwenye kizazi hicho ambacho kila mtu anajijali mwenyewe, kwa sababu binadamu kiuhalisia ni watu ambao ni wabinafsi. Kwa hiyo imefika hatua watu wajijali wenyewe. Lakini ninachoshauri ni kwamba kabla hujaingia kwenye mahusiano jiulize, je, niko tayari kushare maisha yangu na huyu mtu? Niko tayari kuacha kuwa mbinafsi na kujua kwamba maisha yangu sasa hivi siko peke yangu. Unajua ukishaingia kwenye mahusiano afu unataka uishi kama uko single, ndio mahusiano yanaanza kuharibika. Kwa hiyo ukubali, ujiandae kisaikolojia, lakini usikurupuke, kwa sababu utakapokurupuka ndipo unaweza ukaja ukakutana na mtu ambaye sio sahihi na baadaye ukajuta. Kwa hiyo cha kwanza, kitu kikubwa sikurupuke, lakini siri zingine ziko 4 nitakwenda kuambia pale Lua Evergreen siku ya Jumapili. Wasikose jamani, wasikose. Siri ni nyingi sana. Okay madam, napenda kukushukuru, lakini pia ningekupa nafasi ya kuwaambia kitu watu ambao mpaka sasa hivi hawajakata ticket ya hiyo event. Pia
toa wito kwa watu ambao wanahitaji kuwepo. Yes, na sio tu watu, kila mtu ambaye atasikia hiki ambacho tunakijadili hapa kupitia VIP Online TV ahamasike kuja hiyo siku. Okay, so ticket zetu zinapatikana kwa shilingi 30,000 tu. Hizo burudani zote na mambo yote yaliyoorodheshwa hapo, sijui muziki, chakula na kila kitu iko ndani ya hiyo 30,000. Lakini pia ticket zinapatikana kwa sehemu 3 kwa sasa. Kwa hapa Mtwara zinapatikana Mtwara Gifts ambapo ni hapa, lakini pia zinapatikana City Cakes and Snacks ambapo ni stendi ya zamani, lakini pia zinapatikana HP Shop Center pale kwa Martha ambapo ni karibu na ATM ya CRDB. Lakini pia kama mtu atahitaji ticket na atakuwa mbali, pengine atahitaji kuletewa au atahitaji kutumiwa kwa namna yoyote, basi asisite kutucheki kwa namba 0764996623 0764996623. Karibuni sana. Venue iko fixed, kwa hiyo kama mtu utakuwa kweli una uhitaji wa kuja kwenye event na ukachelewa kununua tiketi mpaka Ijumaa ukawa hujanunua tiketi, ujue kuna uwezekano mkubwa wa wewe kukosa kuwepo kwenye event. Shukrani sana na asante kwa muda wako. Okay, Watanzania na wanamtwara na watazamaji wa VIP Online TV, nafikiri mmemwelewa Madam Loveness ni nini ameongelea, lakini kwa mambo yaliyokuwa bora zaidi na kwa ubora zaidi nafikiri utahudhuria kwenye event yenyewe ambayo itafanyika tarehe 1 ya mwezi wa 6 kwenye ukumbi wa Ruaha Evergreen. Pia niko hapa kukukumbusha kuwa usisahau kulike, kucomment na kushare na kusubscribe YouTube channel yetu ya VIP Online TV. Ni mimi mtangazaji wako Mendes. Ciao.